Asante, mjambo. Kwa majina naitwa Banywes. Leo tunakwenda kukupatia somo nzuri, siri 3 za kuweza kugundua kwa nini ninavutiwa naye. Mara nyingi watu wamejikuta wakipenda mtu, unajikuta ukimfurahia mtu unamfurahia mtu lakini haujui ni sababu gani unamfurahia mtu huyu. So warembo ni wengi, mashujaa ni wengi, wasanii ni wengi, lakini kwa nini huyu ambaye umemfurahia? Na hapa tunakwenda kuzungumzia upendo kwa ujumla. Upendo kwa ujumla. Hatutakupa vipengele ambavyo vinaunga upendo, lakini leo tu tunakwenda kupatia kwa ujumla. Na ni siku moja umewahi kumfurahia mtu, umeweza kutokea kujisikia mtu huyu unataka kukaa naye karibu. Anaweza kuwa ni baba, ni mama, ni kijana ama ni mtu fulani, na umeshindwa kujua ni kwa nini huyu. Yes, kwa nini nataka kuwa karibu naye? Kwa nini nimeanza jisikia kumpenda huyu? Leo nakwenda kukupa sababu 3 za kwa nini umejisikia kumpenda huyu. Sababu ya kwanza ambayo ni kwa nini umeanza kumpenda mtu fulani. Sababu ya kwanza ni hisia za moyoni. Yes, hisia za moyoni. Hisia ni nini? Hisia ni hali ambayo inapitika ndani ya moyo ambayo huwezi kuiona na macho, lakini inakuja kujionyesha kwa namna ambavyo utaonekana kwa nje. Kwa mfano, furaha, hiyo ni hisia ya moyoni. Mtu hawezi kuona furaha moyoni mwako, lakini mtu anaona furaha kupitia matendo yako. Lakini pia huzuni, ukihuzunika tutaona huzuni kupitia matendo yako na namna ambavyo umetuonesha huzuni hiyo. Kile ambacho kinaujaa moyo, lakini pia kinaweza kuonekana katika matendo. Sababu ya kwanza ambayo imekufanya ujisikie kuanza kumpenda na kumfurahia mtu ni hizo hisia. Kuna mambo ambayo unayapenda katika moyo wako. Kuna mambo ambayo yanaweza kuletea furaha katika moyo wako. Na mambo haya unapokuwa umeyaona kwa mtu fulani, mambo haya unayapenda. Na kwa sababu ni yeye ambaye ameyaonesha, mtu huyu pia unampenda. Ndio maana unaweza kujisikia umependa mtu, umemfurahia mtu na ukafikiri ni upendo wa kweli, lakini kwa kweli haikuwa hivyo. Lakini nakuletea sababu ya pili. Sababu ya pili ni mfano wa kiakili. Yes, mfano wa kiakili. Katika akili yako kuna mtu ambaye unampenda, mtu ambaye haumjui. Akili inajitengenezea mtu ambaye unasema inatakiwa awe mtu wa namna fulani, awe mrefu, awe mwembamba, awe na sauti fulani, awe mtu wa aina fulani. Na hata unaweza kumpenda mtu bila kumwona. Mtu anakuja na kuelezea kuna binti mahali fulani anaimba vizuri, anafanya kitu vizuri, na kwa sababu akili yako imetengeneza mtu, hapo hapo unaanza jisikia kumpenda hata hujawahi kumwona. Na ndipo unaweza kuuliza, je, unaweza kunipeleka huko nikamuone, angalau nikajaribu bahati yangu hapo? Umeanza jisikia kumpenda ingawa hujamuona. Mfano wa kiakili ambao unasababisha kumpenda mtu ni pale ambapo ulikuwa na vigezo ambavyo umeviweka, na unapokutana na mtu ambaye anakuonyesha mojawapo ya mtu ambaye ulimtengeneza katika akili yako, hapo hapo unaanza kumpenda. Kwa mfano, unasema mimi ninawapenda watu ambao wanaimba. Nikipata rafiki ambaye anaimba, najisikia kumpenda na kuwa karibu na yeye. Na unaweza kuwa katika mkutano fulani na unaona mtu fulani anaimba,
Na hapo hapo, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao umetengeneza katika akili yako, upendo unahama na unaanza kumpenda hata bila we mwenyewe kujua. Sababu ya tatu ni msaada wa kimwili. Unapoanza hizo hisia katika moyo, mwili unakusapoti, mwili unakupa msaada kupitia hormone ya dopamine, lakini pia kupitia na hormone nyingine mbalimbali. Na hormone hizo zinaweza kusaidia kuamsha hiyo furaha, kudumisha, lakini pia kumwamini mtu. Ni kusema mwili unachangia, mwili unaachia hormone ambazo zinakufanya ukue atashe na mtu huyo. Na unaweza kujichanganya, unafikiri ni upendo wa kweli, lakini kumbe ni msaada wa mwili. Na ndio maana unaweza kumpenda mtu asubuhi, lakini ikifika jioni unajisikia ameondoka zamani. Tambua ya kwamba ni vichocheo, tunaita mhemko, tunaitwa mwili umekusaidia kwa aina fulani. Mtu aliimba vizuri ukampenda, lakini baada ya muda fulani unajisikia upendo huo umehama. Huo ulikuwa ni msaada wa mwili. Lakini namna gani unaweza kutambua upendo wa kweli? Upendo wa kweli na mapenzi yanakuwa na tofauti kidogo. Upendo wa kweli unaweza kuonekana kupitia mambo kadhaa kama vile heshima. Upendo wa kweli unamheshimu mtu, lakini pia upendo wa kweli unamvumilia mtu, lakini pia upendo wa kweli hauwezi kumdharau mtu. Upendo unakuwa na mambo mengi ya kuweza kumfanyizia mtu, na upendo ni hiyo hali ya kuweza kudumu unapokuwa unampenda mtu, tofauti na mapenzi ambayo pia ni hisia. Zinaweza kudumu lakini pia zinaweza kuisha. Hisia hizo mara kwa mara zinachochewa na tamaa ya mwili na ukaribu pamoja na mtu. Hiyo ndiyo mapenzi. Lakini pia hali hii ya mapenzi inaweza kuzaa upendo na ukaweza kudumu kwa muda mrefu. Ni kama vile na hali ya upendo inaweza kuzaa mapenzi na ikaweza kudumu. Lakini namna ya ukweli kuhusu upendo. Yes, upendo wengi wameweza kutambua ama kuuelewa vibaya. Lakini upendo unaweza kukuvutia. Upendo unaweza kukua kwa haraka, lakini kiukweli ni ya kwamba utatambua upendo wa kweli unahitaji subira. Lakini pia upendo wa kweli unahitaji muda. Ni kusema unaweza kumwona mtu na ukampenda kwa jambo fulani, lakini ili ujue kwamba ni upendo wa kweli, sio kwamba itafika jioni hali hiyo inaondoka. Hali hiyo ya kumpenda huyo mtu itaendelea kudumu, na hapo utatambua ya kwamba haikuwa hisia za kupita, lakini ni mwanzo wa upendo. Na pia kuna watu ambao wanaweza kujizuia hisia zao za kupenda, na kuna watu ambao wanashindwa kuzuia hisia. Ndiyo maana kwa wengine kumpenda mtu, kuwa karibu na mtu ni jambo rahisi na ni jambo la muda mfupi. Kwa muda tu anamwona mtu na anamwambia, ndugu yangu, ninafurahi unavyofanya, nimejisikia kukupenda kwa kweli, kama kaka, kama dada, kama rafiki. Lakini wengine wanajua kuzuia hisia zao. Anaweza kuchukua muda ili amuoneshe mtu ya kwamba anatamani kuwa karibu na yeye, anatamani kumfanya kuwa rafiki wa karibu. Asante sana. Hizo ni siri ambazo zitakusaidia. Kumbuka majina naitwa Banywes.
na tukutane katika kipindi kijacho. Mungu akubariki na kupenda sana. Asante.